Je, watambua kuwa Kiswahili ni mojawapo ya lugha adhimu kabisa ambazo zimebidhaishwa katika mataifa mbalimbali duniani? Na leo basi tutaliongelea Kiswahili kama lugha mojawapo ambayo imebidhaishwa na walimu ambao wanaifundisha lugha hii katika vyuo vikubwa kabisa hapa nchini Ufaransa. Karibu Soga za Diaspora. Mimi naitwa Collins Mtita na leo namkaribisha Bwana Fred Maganga ambaye tunaongea naye kuhusiana na kubidhaishwa kwa Kiswahili na umuhimu wa Kiswahili duniani kote. Karibu sana Bwana Maganga. Asante sana ndugu Collins. Mimi ni Fred Maganga kwa kujitambulisha. Labda ningeanza tu kwa safari yangu nilikotokea mpaka nilipofikia hapa. Niweze kuwajulisha wenzangu wanaotazama hii podcast jinsi gani wanaweza kunufaika na fursa kama ambazo nimebahatika kunufaika nazo. Mimi nilikuja Ufaransa kama mwanafunzi wa masters. Nikasoma takriban miaka 10 iliyopita. Okay. Nikasoma masters yangu kwa miaka 2, nikamaliza, nikapata kazi, nikaanza kufanya kazi kama engineer wa telecom. Kwa hiyo masters yako ilikuwa kwenye nini, masuala gani? Masters yangu ilikuwa kwenye mambo ya telecom, haihusiani kabisa na mambo ya lugha wala Kiswahili. Okay. Yeah. Lakini baada ya kufanya kazi kwa takriban miaka 3 au 4, nakumbuka ilikuwa ni mwaka 2021 sama. Nilibahatika kutembelea pale ubalozi wetu wa Tanzania Paris. Nilipofika pale nikakutana na wadau mbalimbali wanaoshughulika kwenye sekta ya Kiswahili. Nikawa nimezungumza nao, basi kupitia wao nikafanikiwa kuingia na mimi kufundisha Kiswahili kama vile ni kazi tu ya ziada baada ya kazi zangu kama engineer. Naelewa hapo kuna kidogo maswali mengi kwa sababu unasema umefanya course ya telecom. Umefanya kazi kama telecom engineer. Ndio. Lakini pia umepata fursa ya kufundisha Kiswahili. Sasa pengine swali, ulishawahi kufundisha Kiswahili hapo nyuma kwa mfano kwa Tanzania? Hapana, sijawahi kufundisha Kiswahili. Nimewahi kufundisha wanafunzi wachache na kwa kiwango kidogo sana, lakini sio Kiswahili. Okay. Sema nilivyokuja, nilipobahatika kuongea na wale wadau wa Kiswahili pale, wakanielezea jinsi wanavyofundisha na nini. Na wakaniambia kwamba wanahitaji native speaker wa Kiswahili kwa ajili ya kupractice mazungumzo kwa yale wanayofundisha darasani. Kwa mimi nikaona hii ni fursa, nikaichangamkia na mimi nikasema sawa, naweza nikajaribu. Kwa hiyo nikajaribu nao, mambo yakaenda vizuri. Baada hapo nikawa nafanya nakumbuka ilikuwa ni vipindi 2 kwa wiki. Na kipindi kimoja kilikuwa ni masaa 2 mpaka 3 kwa wiki. Na hiyo ilikuwa inafanyika baada ya kazi. Yaani nikimaliza kazi zangu za kutwa nzima kama engineer telecom, naenda pale darasani. Kipindi hicho tulikuwa tuna darasa pale ubalozi wa Ufaransa, wa Tanzania wa Ufaransa pale Paris. Okay. Nilikuwa naenda pale na zungumza na wale wanafunzi kwa masaa 2. Nilikuwa nafanya hivyo takriban masaa 4 kwa wiki, na vipindi 2 kwa wiki. Na taratibu nikajenga mazoea na uzoefu ukaja mpaka hivi leo. Sawa, natambua umesema hujafundisha Kiswahili ila umepata nafasi kwa kutokana na watu ambao wao walikuwa na wanafunzi ambao wanajifunza Kiswahili. Ndio. Lakini umewezaje kufanya kitu ambacho ulikuwa una syllabus au na mitaala ambayo tayari ilikuwa imeshawekwa, au ulikuwa kwa sababu ulikuwa unafanya mazoezi ya kuongea tu bila kufundisha? Kusema ukweli, wale watu ambao walinichukua nifanye nao kazi walikuwa na msaada mkubwa sana, kwa sababu tayari walikuwa na mtaala ambao wameshautengeneza. Nilikuwa tayari nina mwongozo rasmi wa kufuata. Bwana Maganga, kuna kitu 1 2 3 uta practice na wanafunzi 1 2 3. Kwa hiyo haikuwa kazi ngumu kama ningeamka tu mwenyewe nianze kutengeneza mtaala. Hiyo kwa kweli ingekuwa ngumu, kwa sababu ukizingatia sijawahi kufundisha lugha wala sijawahi kufundisha Kiswahili. Okay. Na kwa hiyo hakukuwa na formal training au mafunzo hata kama ya wiki 1 wiki 2 unafundishaje Kiswahili na kuwaje? Ukaenda tu moja kwa moja darasani ukaanza kuongea na wanafunzi? Kulikuwa na training. Wale mentors wangu wawili ambao waliniambia, bwana, utafanya utaratibu 1 2 3, jinsi ya kufanya ni hivi na hivi na hivi. Ukiwa na swali lolote unaweza ukatuuliza wakati wowote.
na walikuwa wakinifuatilia kwa karibu. Baada ya kipindi wananiuliza ilikuwaje, changamoto gani umepata, na mimi nilikuwa nawaelezea. Wananiambia basi next time utafanya hivi, ili kurekebisha hili utafanya hivi. Kwa mara ya kwanza nilienda nao kwa mtindo huo mpaka mwaka ni baadaye kabisa, nakumbuka ilikuwa ni mwaka 2023 au 24 tulibahatika kupokea watu kutoka Bakita. Wakaja hapa Ufaransa, wakatoa mafunzo rasmi, wakatuachia na nakala ya kitabu ambayo na mwongozo pia wa maandishi, kwamba ukitaka kufundisha Kiswahili kwa wageni mwongozo ni huu hapa, na toka hapo mambo yanaenda vizuri tu, hakuna shida. Okay. Kwa hiyo mtaala ule, namna ya kufundisha Kiswahili ambao ulipewa mwanzo kufundisha wale wanafunzi ulikuwa ni mtaala rasmi au ni kitu ambacho kilikuwa kinatengenezwa kutokana na wanafunzi ambao wanawafundisha? Ni kitu ambacho kilitengenezwa kutokana na wanafunzi waliokuwa wanafundishwa. Ningependa tu kugusia kitu kimoja, ni kwamba namna ambavyo tunajifunza lugha ziko tofauti sana. Kwa mfano, kwa kule kwetu Tanzania tunajifunza kuongea kabla ya kuandika. Sasa lakini kwa hapa nazungumzia hapa Wafaransa wanajifunza kuandika na kuongea at the same time. Kwa hiyo toka watoto wana miaka 3-4 wanafundishwa una jinsi ya kuandika na kutamka. Kwa hiyo ukiwa unamfundisha Mfaransa anataka ajue kuandika na kutamka at the same time. Lakini kwa ndugu zangu wa kule Tanzania tunajua mtoto anazunguka tu hadi na miaka 7 anaongea Kiswahili vizuri, lakini hajui hata kuandika. Kwa hiyo tunajifunza kwa kusikiliza kwetu, kwa kusikiliza, alafu tukienda shule tunajifunza tena kuandika, tunaanza upya. Lakini kwa hawa hapa wanataka wanajifunza kuandika na kuzungumza at the same time. Yeah. Lakini unadhani ni rahisi zaidi kujifunza lugha kwa kujifunza kuandika na kusoma na kuandika moja kwa moja, au kujifunza lugha kwa kuongea kabla ya kufanya vitu vingine? Na hisi kila namna na changamoto zake. Kwa mfano, ukijifunza kwa kuandika na kuzungumza kwa muda huo, changamoto unaweza kuipata ni kwamba unaweza kutumia muda mrefu kidogo kuweza kuimaster lugha ambayo unajifunza. Lakini ukiwa umeshaimaster inakuwa ni vizuri, ni moja kwa moja, hamna shida. Lakini kwa kule kwetu, baadhi ya ndugu zangu mtanisamehe, utakuta mtu hajui kutofautisha kati ya R na L. Sawa. Hili ni tatizo ambalo angejifunza kwa wakati mmoja, yani kutamka na kuandika, pengine lisingekuwepo. Okay. Kwa hiyo unajikuta mtu amejifunza kuzungumza tu, alafu kuandika kuja kujifunza baadaye. Kwa hiyo changamoto kama hizi pengine zisingekuwepo. Kwa hiyo kujifunza kwa kuandika na kuzungumza kwa pamoja, advantage, yani faida yake ni kwamba kunapunguza baadhi ya makosa baadaye. Lakini tunatumia muda mrefu. Wale ndugu zetu wa kanda maalum tungekuwa tunafanya kwa kuandika, kusoma pamoja na kuongea, ile tatizo lingeisha. Sidhani kama lingekuwepo. Alafu tusiwalaumu kwamba kanda maalum tu, hapana. Tatizo hilo ni kubwa. Kwa mfano, hata wewe mwenyewe nadhani unaweza kuwa ume experience hicho sana tu. Kwa mfano, hata ukiwa unatumiana message na mtu wa nyumbani kwa simu, baadhi ya maandishi unayaona, unasema mimi kabla sijaweza kufundisha Kiswahili nilikuwa nachukulia tu kawaida tu walikokosea kupo. Lakini sasa hizi unaona sehemu yenye H watu haweki H, labda sehemu yenye R wanaweka L na nini. Kwa ni makosa ambayo watu tungejifunza kwa kuzungumza na kuandika at the same time, maybe yasingekuwepo. Okay, asante. Hiki sikuwahi kufikiria hivi, lakini nadhani kitu unachokiongea kina mantiki. Kwa nadhani ni kitu kizuri, kinafikirisha. Asante. Na pengine tukirudi, unadhani ni mahitaji gani ambayo yapo kwa lugha ya Kiswahili, kwa mfano kwenye taifa kama la Ufaransa? Kwa Ufaransa naona mahitaji yapo, si madogo. Ukizingatia baada ya nchi yetu kufunguka kidogo kiuchumi,
kuna wawekezaji wengi sana ambao asili yao ni Wafaransa wanakuja Tanzania, hasa Zanzibar. Kwa hiyo wengi, sio utalii tu, kuna watu wamefungua biashara kule ni wametoka Ufaransa. Kuna rafiki zao wanawalika kwenda likizo kule. Kwa hiyo tabia za Wafaransa wanapenda wakienda sehemu angalau wajue kidogo kuhusu utamaduni na nini. Sio Tanzania tu, hata akitaka kwenda Kenya, akitaka kwenda Uganda, wangependa kujifunza Kiswahili kidogo wajue. Tuna wanafunzi ambao tunawapata anasema anataka kusoma Kiswahili kwa sababu anataka kwenda likizo sama Zanzibar au anataka kwenda Kenya. Wapo tunawafundisha. Alafu kuna wale wengine ambao ni madiplomat kwa mfano, au wanaenda kwa shughuli za kikazi kwa ajili ya kufanya kazi ubalozini au wapi au kwa mashirika ya Kifaransa. Wengi wao wangependelea kujifunza Kiswahili kabla ya kwenda kule. Kwa mahitaji hapo. Sawa. Na unadhani inamchukua muda gani kwa mwanafunzi ambaye hajui kabisa Kiswahili ila ana ari ya kujifunza Kiswahili kutoka katika level ya kutojua kabisa mpaka level ya kuanza kuongea, angalau kuelewa na kuongea lugha ya kuweza kubadilishana au kuomba maji au kuelezea sehemu, kuelezea directions? Sasa hivyo vyote vitategemea na mahitaji ya mwanafunzi. Kwa mfano kuna mwanafunzi mwingine anataka kujifunza Kiswahili ili aende tu likizo. Sawa. Sasa mwanafunzi huyu hatuwezi tukaanza kumchosha na mambo ya fasihi, sijui vitenzi na nini. Tutamfundisha mazungumzo yale rahisi na jinsi ya practice maneno ambayo watu wanatumia wakiwa wanazungumza Tanzania. Ataweza kuongea na kufanya mazungumzo marahisi ya Kiswahili ya kawaida. Huyo atachukua angalau hata miezi 2 au 3 tu atakuwa ameshajua. Miezi 2 au 3. Tutamfundisha vitu vya muhimu kama salamu, kuzungumza, kusalimia, kuhesabu, kuulizia direction na njia na nini. Ikishafika miezi 3 anaweza akaongea kabisa na kila mtu Tanzania na akaeleweka. Okay, sawa. Na wewe unafundisha Kiswahili katika chuo au unafundisha Kiswahili katika maeneo gani? Yaani una shule yako private au ni katika chuo? Mimi nafundisha nimekuwa nikifundisha kwa sehemu 2 tofauti. Na sasa ni karibia ni mwaka wa 5 sasa. Okay. Mwaka 2021 nilianza kufundisha katika chuo kikuu cha Sciences Po hapa Ufaransa. Okay. Kwa wanafunzi mwaka wa kwanza na mwaka wa pili. Pale ni chuo ambacho kinatarajia kutoa madiplomat na watu wengine watakaofanya kazi kwenye sekta mbalimbali au ministry mbalimbali za serikali. Okay. Kwa hiyo kilichotokea ni kwamba wanafunzi wanahitajika wajue lugha, angalau lugha moja katika kila continent. Kuja kwenye ukanda wa Afrika, lugha ambayo inafundishika na inaandikika ni Kiswahili. Okay. Kwa hiyo tumepata hiyo advantage. Kwa hiyo kukiwa na lugha ya sehemu yoyote ya chuoni, lugha ya Kiafrika, mara nyingi tunakuta ni Kiswahili. Yeah, kwa hiyo ni fursa nyingine pia. Okay. Kwa hiyo ni lugha ambayo imekuzwa na inapewa kipaumbele sana, especially kwa hao diplomats tunaosema ambao wanatoka Ufaransa kwenda katika nchi za Kiafrika. Ndio, kwa sababu ukiangalia hata toka Umoja wa Afrika umefanya Kiswahili kuwa ndo lugha rasmi. Alafu mpaka hata UNESCO ilitambua Kiswahili kama ilivyotenga siku ya Kiswahili duniani tarehe 7 mwezi wa 7. So kuna muhemko fulani wa kujifunza Kiswahili. Okay. Kwa hiyo pia imeleta msukumo kwenye wizara mbalimbali za hapa Ufaransa. Okay, sawa. Sasa tukienda katika mstari huo, najua serikali sasa hivi inafanya juhudi kubwa sana katika kubidhaisha Kiswahili. Na nadhani juhudi tunaziona. Sasa wewe binafsi unadhani ni Kiswahili duniani kina nafasi gani? Kiswahili kwa mimi niko very optimistic kwa sababu ukiangalia katika ukanda wa maziwa makuu, yani nazungumzia Tanzania, Kongo, Uganda, Kenya, Rwanda, Burundi,
ni eneo linalozidi kuwa muhimu zaidi kidiplomasia. Kwa hiyo na ili kuingia lile eneo, watu wangependa kidogo kufahamu lugha asili ya eneo lile. Na mpaka sasa kwa taarifa nilizonazo ni Kiswahili tu ndo lugha ambayo unaweza ikafundishwa na ikafundishika na iko rasmi na inatambulika na UNESCO. Kwa hiyo nadhani ni tuna uelewa mzuri kwa kweli kwa Kiswahili. Natambua Kiswahili kuna aina nyingi za Kiswahili. Kuna Kiswahili ambacho kinaongelewa Tanzania, kuna Kiswahili ambacho kinaongelewa Kenya, kuna Kiswahili ambacho kinaongelewa Kongo, Rwanda, Burundi. Yani kila nchi inaongea Kiswahili, ina version yake ya Kiswahili. Lakini Kiswahili ambacho kinafundishwa na kubidhaishwa vizuri kabisa duniani ni kipi? Kwa sasa yani Kiswahili cha literature tulichonacho ni Kiswahili ambacho kinazungumzwa Tanzania. Tunachokitumia. Ambacho kinatumika kama standard Swahili. Kama standard Swahili. Yeah. Sasa unadhani kwa UNESCO kutambua Kiswahili kama mojawapo ya lugha muhimu duniani na kuipa siku kama ambao tunaita masikidu, yani maadhimisho ya siku ya Kiswahili duniani ambao ni tarehe 7 kama walivyosema, tarehe 7 mwezi wa 7, unadhani imeleta mwamko na kufanya uhitaji wa walimu wa Kiswahili zaidi duniani? Duniani siwezi nikazungumza kwa duniani, nitazungumza hapa tu ambapo napaona. Kwanza ni kusahihishe kwamba mwamko sio kwamba umekuja baada ya kutangazwa tarehe 7. Mwamko ulikuwepo. Ulikuwepo toka Kiswahili kijatangazwa kwa lugha rasmi kwa UNESCO. Nakumbuka miaka ya 2022 tulikuwa tena nakumbuka kipindi hicho ulikuwa katibu, tulikuwa tunapokea maombi mengi tu ya watu kuomba kufundisha Kiswahili. Kwa hiyo ni mwamko ulikuwepo. Na sasa nadhani kinachokifanya ni kuongeza mwamko zaidi ambao utarudisha kuwepo kwamba tunatarajia watu wengi zaidi wapende kujifunza Kiswahili. Unadhani mtu ambaye anahitaji kufundisha Kiswahili kwa bara la Ulaya, especially nchi kama Ufaransa, anatakiwa awe na vigezo gani au na sifa gani ili kuja kufundisha Kiswahili? Kwanza sifa nzuri zaidi ambayo unatakiwa uwe nayo, unatakiwa uwe native speaker wa Kiswahili, yani ndio lugha mama yako. Hiyo nadhani inakupa kipaumbele kabisa kwenye kufundisha. Alafu ningependa nijizungumzie mimi pale ninapofanya kazi, ni vigezo gani vilitumika mpaka nikapata kazi pale. Mimi nafundisha katika chuo kikuu cha Sciences na pale wana condition 2-3 za kuajiri mtu kama mkufunzi wa lugha. Cha kwanza, lazima uwe na degree ya masters, haijalishi kwenye domain gani. Kwa mfano mimi nina masters ya telecom na nafundisha Kiswahili. Hicho cha kwanza. Cha pili, uwe na mkataba wa kazi wa masaa 35. Sio hapo chuoni uwe uko na kazi kwako, kazi yako kwa tayari. Yani uwe na kazi lakini Kiswahili ni cha ziada. Uwe na kazi na Kiswahili ni cha ziada. Na unachokifanya unakupa masaa 2-4 maximum. Kwa wiki. Kwa wiki. Kwa hiyo condition zao kwa hapa kwa pale chuoni ninakofundisha mimi ni kwamba lazima uwe na mkataba wa kazi usiopungua masaa 35, alafu uwe na masters ya aina yoyote ile haijalishi. Kwa hiyo ni hizo tu condition. Ukifulfill hizo, afu wewe pia ni native speaker wa Kiswahili, ili Kiswahili lugha mama, hapa hamna shida kabisa, unapata tu. Kwa hiyo kama nimeelewa vizuri maelezo yako, ni kuwa mtu ambaye yuko Tanzania leo ni mwalimu wa Kiswahili, anapenda kuja kufundisha Kiswahili Ufaransa, chances zake yeye kuja kufundisha Kiswahili moja kwa moja, yani kama mwalimu kabisa anafundisha Kiswahili tu bila kufanya kazi nyingine tofauti, possibility ya yeye kuja huko, probability yake inapungua. Sidhani kama inapungua, lakini nadhani angetafuta ufafanuzi zaidi kupitia, kwa mfano Tanzania tuna Alliance Française. Pale kuna na programu za kubadilishana kwa ajili ya lugha na nini. Kwa hiyo nadhani anaweza akaenda pale akapata maelezo mazuri zaidi, akaletwa huko sehemu ambayo anakuja kufundisha tu moja kwa moja.
Hiyo condition niliyotoa mimi ni kwa mtu ambaye tayari yuko hapa. Okay. Yani lazima uwe na masters, European masters, na uwe na mkataba wa kazi, unafanya kazi, Kiswahili kiwe tu cha ziada. Okay. Hiyo ni kama uko hapa tayari una shughuli zako unafanya hapa, hiyo ndio condition. Okay. Sawa. Na kwa watazamaji wetu, Alliance Francaise ni chuo cha lugha ya Kifaransa ambacho kipo Tanzania, na utapata maelezo yake kwenye episodi hii ili uweze kuona namna gani, kama una nia ya kuwasiliana nao, uweze kuwasiliana nao na kuona kama kunaweza kufanyika hizo program za kubadilishana, au wewe kuja Ufaransa kufundisha Kiswahili, kwa sababu ni kitu ambacho kinapewa thamani na kinabidhaishwa vizuri kabisa. Sasa pengine swali linaendana na hilo. Umetoa maelezo mazuri sana kuhusiana na namna gani mtu anaweza kaja kufundisha Kiswahili. Lakini kuna condition moja hujaigusia. Mtu anapokuja kufundisha Kiswahili Ulaya, especially kwa nchi kama Ufaransa ambao wanaongea Kifaransa. Je, mwalimu analazimika kujua Kifaransa ili kufundisha Kiswahili, au yeye kuwa native tu wa Kiswahili inatosha? Sasa kuna namna mbili za kufundisha lugha. Kwa mfano, mimi nilisoma degree ya kwanza huko Algeria. Na nimeenda Algeria, hakuna profesa anayeongea Kiingereza wala Kiswahili. Okay. Ikabidi tufundishwe pale Kifaransa. Kwa hiyo kuna approach mbili za kufundisha lugha. Unaweza ukaingia darasani. Kwa mfano, mimi kwa kesi yangu nilikuwa nafundishwa Kifaransa. Profesa alikuwa anaingia darasani, anaongea Kifaransa mwanzo mpaka mwisho. Siku za kwanza tunapoteana, tuelewi kinachoendelea. Lakini naye anajua kwamba hatuelewi, anarudia, mwisho wa siku tunaanza kupick up stuff kwamba hiki anamaanisha nini, tukajifunza kwa mtindo huo. Umeona? Okay. Kwa hiyo kuna approach mbili za kufundisha. Ya kwanza, unaongea lugha ambayo unawafundisha wanafunzi mwanzo mpaka mwisho. It can be brutal, lakini ni approach ambayo ipo. Ya pili, uwe una translate. Okay. Na ukiwa una translate, you have to be good kwenye lugha nyingine kwa translate. Kwamba uweze una Kifaransa kidogo afu unataka kutafsiri yale yote, utakuwa unawapoteza. Sasa katika hizo approach mbili, kwa kweli unadhani ipi inafanya kazi? Ukiangalia kuwa wewe katika zote hizo mbili nadhani ulishapitia. Ni ipi ambao nadhani inafanya kazi zaidi kumfanya mwanafunzi aelewe kwa kasi na vizuri zaidi kuliko nyingine? Ile approach ya kuongea lugha ya mwanzo mpaka mwisho kidogo ni ngumu kwa mwanafunzi kwa mwanzoni. Sawa? Lakini ni nzuri kama unawapata wanafunzi ambao ni wapya, yani kichwani. Okay. Sio anajua kidogo, ajui kidogo, wale kidogo amesha, yani ule kichwani mweupe. Okay. Ukimpiga hiyo hapo inaweza ikafanya kazi. Okay, sawa. Lakini kama naona unazungumza lugha yao vizuri, sometimes unaweza ukatumia hata hybrid, ukawaeleza vizuri cha msingi, muelewane kila kitu, wafanye mazoezi wafanye. Okay. Mazoezi ya kuzungumza pia waweze kuyafanya, wazungumze. Okay. Hiyo pia tunafanya. Sawa. Sasa kama tulivyoongea, serikali inafanya jitihada za kubidhaisha Kiswahili ili Kiswahili kipate kuongeleka sehemu nyingi zaidi duniani. Je, kuna taasisi kama za serikali kama BAKITA ambazo zinatoa msaada wote katika kuhakikisha kuwa hii kazi mnaoifanya, kazi adhimu kabisa mnaoifanya huko Ulaya na duniani kote, inaenda vizuri? Walikuja mwaka 2024, sio 23, walitupa mafunzo pale, wakatupa kopi nakala za kitabu cha BAKITA na nini. Ila waliniahidi kitabu kingine cha audio na kisubiri mpaka leo sijakiona. Sawa, nadhani jumbe umefika. Tunazipenda sana, tungependa tuzipate pia. Sawa. Na unadhani material kama walotoa BAKITA unaosema kitabu na hizo audio ni vitu ambavyo vinapatikana kiurahisi kama unataka kuviagiza ukiwa huko ukaibuni? Shida iko hivi. Kwa mfano, watu wanazungumza Kiswahili ni wengi sana. Sawa. Ukienda hata online watu wanazungumza Kiswahili ni wengi sana, lakini shida, huwezi kuchukua clip tu ya mtu anaongea Kiswahili ukaifundisha darasani. Sawa. Na kuichanganua, kwa sababu changamoto tunakuta kuna mambo mengi ambayo sio rasmi. Umeona? Mtu anachanganya hapa Kiingereza, Kiswahili,
Kiswahili rasmi au tunaingiza cha mtaa, kwa hiyo kidogo inakuwa sio. Lakini zile audio za nani za BAKITA ziko official, zimenyoka vizuri, zile pale tungependa sana tuzipate, au audiobook yake au nini, yani kwa sababu ni maudhui ambayo yameongozwa na BAKITA, yako rasmi. Ni zaidi. Unavyoongea unanifikirisha kidogo, kwa sababu nadhani sasa hivi teknolojia ilivyoendelea tunatakiwa tuwe na vitu ambavyo viko kwenye mtandao, yani online resources ambazo tunaweza tukazitumia katika kufundishia wanafunzi. Je, wewe unatumia online resources au BAKITA wana repository ya resources ambazo tunaweza tukazitumia either kwa kulipia au kama wanazigawa kwa walimu ambao wanafundisha lugha ya Kiswahili duniani ili kuweza kuzitumia katika kufundishia kwa sababu kwa mfano hii issue ya kitabu cha audio kama kingekuwa kinapatikana online, nadhani ni swala la kwenda kukidownload. Yeah, nakumbuka kulikuwa kuna link ilikuwa ya nani online ya BAKITA, na hisi ilikuwa accessible kwa muda fulani, baadaye ilikuwa sio ya kulipia, sio na nini, sikumbuki vizuri iliishia wapi. Lakini ilikuwepo. Kuna website nyingine sema ni ndugu zetu wa Kenya online, na hadithi fupi za watoto na nini, ambao unaweza kuweka audio ukatranslate kwa lugha yote ambao unafundisha wanafunzi na nini. Okay. That ni nice kwa kweli, sema tu ukitoa na labda changamoto 2-3 za sarufi na nini, lakini inafanya kazi vizuri pia. Okay. Nadhani Tanzania kuna kipindi fulani kulikopo na vipindi vya television au YouTube, kulikuwa na vipindi vinaitwa Bongo Kids nadhani, ambao walikuwa wanafundisha watoto kuongea lakini kwa lugha rasmi ya Kiswahili. Resources kama zile pia zinaweza zikatumika katika kufundisha watu ambao wako ughaibuni au nahitaji vitu ambavyo vimewalenga zaidi watu wazima. Tunarudi pale kwamba inategemea na malengo ya mwanafunzi. Sawa. Kwa mfano ni kwa wale wanafunzi wangu wa chuo, najua hawa wanafunzi nitakuwa nao kwa miaka 2, hawajui chochote kuhusu Kiswahili kwa saizi, naanza nao kutoka mwanzo mpaka mwisho. Wale najaribu kuwafundisha step by step. Okay. Na natumia mifano mingine, hata zile nyimbo tulizokuimba wakati watoto mabata madogo wanaimba, kuna vile sio kichwa, kifua, mabega, kiuno, na waimbisha. Kwa hiyo kidogo tu wawe active ili maneno pia wasiyasahau haraka, kwa sababu najua nina muda na watu. Lakini mtu akikwambia naenda likizo Tanzania afu anataka ajue Kiswahili, siwezi nikaanza kumuimbisha mabata. Naanza inabidi nimfundishe vitu kama bwana salamu unafanya hivi, asante, tafadhali unafanya hivi, ukienda sehemu unapiga hodi na vitu kama hivi, kisha kula unasema asante. Yani vitu vya muhimu ambavyo vitamsaidia kwenye safari yake. Kwa hiyo inategemea na aina ya mwanafunzi ambaye yuko mbele yangu. Okay. Yeah. Kwa kila kitu kiko customized kutokana na mteja ambaye yuko mbele yako. Yeah, kwa wale wanafunzi wa chuo kikuu mtaala huko umenyooka, umesimama. Okay. Tunajua wako hapo kwa miaka 2, ndani ya miaka 2 itabidi wamefanya vitu hivi hapo wamemaliza. Wale sawa. Lakini kuna wale wanafunzi wengine ambao wanakuja labda darasa la ubalozini pale, anakuambia bwana mimi nataka kwenda labda Tanzania, nataka kwenda likizo na nini. Kwa hiyo yule pale uweze ukaanza kumuimbisha mabata pale. Kwa hiyo inabidi uende kwenye vitu vya muhimu kwanza haraka. Sawa, ni hiyo inaleta mantiki. Sasa pengine tunavyoongea hapa kuna fikra zimenijia 2-3 kwa sababu ndio tunakibidhaisha Kiswahili na tunahitaji resources ili tuweze kupanua namna gani ambavyo tunasambaza mafunzo, lakini pia kuwezesha watu kupata resources mbalimbali. Nadhani kuna fursa nyingi sana kwa vijana, especially ambao wanataka kutumia teknolojia katika kurahisisha mafunzo ya Kiswahili. Ni namna gani ambavyo mmeweza mkarahisisha watu kupata resources, ziwe resources rasmi kutoka BAKITA au kama mmeweza mkatengeneza kutokana na mitaala ambayo BAKITA wameiweka, au mazungumzo kama ulivyosema, mazungumzo ambayo ni rahisi kuwafanya watu wajifunze. Kwa hiyo kama kutakuwa na apps au kuna apps ambazo wanazifahamu ambazo watu wanaweza kuzitumia kwa kujifunza Kiswahili. Inawezekana zipo, lakini mimi sijajikita sana. Okay. Yeah. Kwa mimi nadhani ni
fursa rasmi kwa vijana kokote duniani. Kama unaongea Kiswahili vizuri na ungependa kubidhaisha Kiswahili au kusaidia katika juhudi za kubidhaisha Kiswahili, unaweza ukatumia hii fursa katika kutengeneza app au kutengeneza program ambayo inaweza kufundisha wanafunzi kwenye mtandao. Na pengine umesema unafundisha chuoni, lakini sasa hivi nadhani kuna nafasi pia ya kufundisha wanafunzi kupitia mitandao. Je, wewe kuna wanafunzi ambao unawafundisha nje ya mkataba wako wa chuo, lakini kwa kupitia njia za mtandao? Kwa sababu ya ukosefu wa muda, kwa sababu kumbuka nikwambia tayari unakuwa na mkataba wako wa kazi, unafanya kazi mpaka jioni. Kule hata huko chuoni nakoenda nafundisha kuanzia saa 12 mpaka saa 3. Oh. Okay. Sio saa 4 asubuhi, hapana, natakiwa niwe kazini kwa kazi zingine. Kwa hiyo kutokana na upungufu wa muda nimesema hapa pananitosha kwa sasa. Umeona? Lakini inawezekana kwa ndugu zetu wengine wanaotusikiliza ni fursa ambayo mnaweza kujitangaza kwenye platform za akajitangaza kama mwalimu wa Kiswahili, akawa na mtaala wake vizuri, akafundisha watu online. Na kufundisha watu kwa kipindi kimoja nadhani ni 20 euros. Okay. 20 euros per hour, I guess. Which is not bad kama una wanafunzi 5 au 10. Ni nzuri pia. Sawa. Na kwa wale ambao kidogo exchange rate inatupiga chenga kwa siku ya leo tarehe 22 mwezi wa 10, euro 20 ni kama roughly kama 57 tuseme. 57 kwa lisali moja. Kwa unamfundisha mwanafunzi kwa kiasi cha shilingi 58 kwa lisali moja. Na hapo nadhani kuna kiasi cha kodi, lakini utakuja kulipa baadaye. Yeah. Lakini sio kubwa. Kwa hiyo nadhani si mbaya ikiwa ni kazi ambayo inakuja kuongezea tu kipato na kazi nyingine ambayo inakulipa kipato chako kabisa. Fikiria kama una wanafunzi wako 5 au 6, unawafundisha hiyo lisali moja, afu masaa mengine unaenda kufanya shughuli zako zingine. Kwa hiyo okay, ni nzuri pia. Sawa. Sasa pengine unafahamu walimu wengine katika jumuiya yetu ambao wanafundisha Kiswahili? Nawafahamu, wapo. Na hao mnafanya nao kazi katika hivyo vyuo au wanafanya kazi sehemu mbalimbali? Mimi nafahamu kwa wanaofanya kazi kwenye vyuo, nawafahamu wengine wawili. Licha vyuo tu kuna wengine wapo wanafundisha tu, not from vyuo lakini ni private. Okay. Na ubalozini pale nakumbuka tulikuwa tuna walimu kama 4 au 5. Kila mtu alikuwa anakuja siku yake na alikuwa na wanafunzi wake wanakuja nafundisha. Okay. Alafu najua wengine wako huko mikoani pia wanafundisha. Kwa hiyo watu wapo wanafundisha. Sawa. Sasa hawa watu wanapata wanafunzi kupitia njia gani? Kwa ninachofahamu mimi mpaka sasa hivi, kwa hawa watu wengine nimekwambia kuna walimu nawafahamu wengine 2, kwa hiyo jumla tuko 3 tunafundisha kwenye vyuo. Hao vyuo hatuhangaiki jinsi kupata wanafunzi. Wanafunzi wapo. Sasa nakumbuka ulikuwa kuna utaratibu kwamba mtu akitaka kuja kujifunza Kiswahili ana contact viongozi wa jumuiya ya Watanzania Ufaransa, alafu viongozi wa jumuiya hiyo wanawaelekeza kwetu kwamba kuna mwalimu yule pale yuko available, utakuja utafanya naye kazi. Kwa hivyo walikuwa wanapata wanafunzi. Sawa. Pengine naomba nivae kofia yangu ya pili. Naomba nivae kofia yangu ya pili jamani. Mimi kwa muda huu tunavyoongea ni mwenyekiti wa chama cha Watanzania nchini Ufaransa, na kweli tuna sehemu ambayo ni shule ya Kiswahili, na Bwana Fred Maganga ni mojawapo wa walimu wetu wa muda mrefu na walimu wazuri kabisa ambao wamefundisha wanafunzi wengi ndani ya taasisi ile ya inaitwa CCLT, yani kitengo cha lugha na utamaduni cha Kitanzania ambacho kiko ndani ya chama cha Watanzania nchini Ufaransa. Na Mtanzania yote ambaye anapenda kufundisha Kiswahili na anapenda kufundisha pia utamaduni, kwa sababu kitengo hakipo tu kwa sababu ya kufundisha lugha, lakini pia kama kuna watu ambao wangependa kujifunza utamaduni kama ngoma, muziki, dansi ya Kitanzania, pia wanaweza wakajifunza. Kwa hiyo ni nafasi, kama umekuja ni mgeni au ni mwenyeji ambaye uko muda mrefu, ungependa kuja kujifunza kufundisha Kiswahili,
na kushare na watu lugha yetu ya adhimu ya Kiswahili, unakaribishwa. Unaweza kuwasiliana na viongozi kwa kupitia email yetu ya chama, ambao tutakuelekeza namna gani unaweza kujiunga nasi ili kufanya mafunzo ya Kiswahili. Kwa asante sana Bwana Fred kwa kazi yako nzuri ya kufundisha Kiswahili, na tunashukuru. Shukrani. Naelewa umesema umeshafanya kazi miaka 5 katika kufundisha Kiswahili. Na najua miaka 5 ni muda mrefu sana, kwa sababu kwa wengine ni career ambayo ina define kabisa. Sasa pengine katika miaka 5 kuna changamoto gani ambazo umeshakutana nazo katika kufundisha Kiswahili? Kwa mfano nikichukulia wanafunzi wa chuo. Kule kwa kweli hakuna mambo mengi, hakuna, yani kila kitu kiko clear na nini. Na kama nilivyokuambia hapo awali kwamba nilikuwa na mentors wawili ambao ndo walifanikiwa kunintroduce kwenye hizo kazi za Kiswahili. Okay. Mmoja wapo nilikuwa nafanya naye kazi kule chuo, ambaye mpaka leo hii nafanya naye kazi kule chuo. Kwa hiyo kukiwa kuna issue yote ndogo ndogo na nini, huwa tunafanikiwa kuitatua kwa haraka sana. Okay. Kwa hiyo kwa upande wa chuo sina changamoto sana, ila kwa upande wa wale wanafunzi ambao ni watu wazima, au mtu ameangalia tu documentary ya Serengeti, amesema anataka kwenda Serengeti, wao wanaenda kujifunza Kiswahili. Kama unavyojua ile mawazo yetu tunayoyapata saa 9 za usiku alafu kwenye kuyatekeleza inakuwa ngumu kidogo. Sasa tukuta mtu anakuja na uzulia kipindi cha kwanza, cha pili, wiki ya 4, ameshachoka. Kwa hiyo hivyo vitu vinatokea. Okay. Na tunawaelewa tu kwa kweli, kwa sababu kumfundisha mtu atoke kazini saa 1 winter hii kutane kwa ajili ya kumfundisha atoke saa 3 hoi. Nakuelewa. Kwa hiyo changamoto ndogo ndogo kama hizo zipo pia. Yeah. Okay, na kwako wewe unadhani kuna faida gani au makuzi gani binafsi ambayo umeyapata kwa kufundisha Kiswahili katika tamaduni za kigeni? Mimi kwa kweli hicho nisaidia ni kwamba nimefanikiwa kujichanganya na watu wa tamaduni zingine. Na kujichanganya na watu ambao wako mbali kabisa na mazingira yangu ya kazi ya kawaida. Okay. Kwa sababu kule unaweza ukakutana na saa nyingine ni wazee au baba, mama, vijana, wanafunzi, unakutana na kila mtu. Okay. Kwa hiyo ambao wanafanya kazi tofauti kabisa. Sawa. Kwa hiyo umetengeneza network nzuri, unaongea nao wengine marafiki zangu mpaka leo. Nakuelewa. Japokuwa nimewafundisha miaka 2021 au miaka 2020. Sasa. Na pengine kuna mambo gani ambayo umekutana nao mawili matatu ambao yamekufurahisha au yamekushangaza kwa namna fulani katika kazi yako ya kufundisha Kiswahili? Siwezi kusema sema kitu ambacho nilinotice ni kitu hicho ambacho kwamba wenzetu wanajifunza kusoma, kuandika na kuzungumza at the same time. Umeona? Kwa hiyo sio shida. Yani utakuta mtu anakuwa kidogo ana hofu sana ya kupractice. Kwamba atafanya nini? Atakosea au atakuwa ajeka kitenzi ajeka vizuri, amefanya hivi. Kwa hiyo yani anakuwa ana kichwani mwake anakokotoa sana kabla hajazungumza. Umeona? Lakini mimi niko naambia tu bana, wewe zungumza, utakosea mara ya kwanza, ya pili tutakurekebisha, ya tatu utakosea. Ongea tu, zungumza. Lakini mtu anasema no, nikiongea hivi haiko sahihi. Kwa hiyo baadaye nikaja kugundua bana, hawa watu kumbe hawa wenzetu wanajifunza kuandika, kusoma na kuzungumza at the same time. Sio kama sisi. Sisi kule ndo maana kweli kule wetu kuna matatizo mengine yanaendelea mpaka leo. Mtu alikuwa juu kuandika sawa, kajifunza kuongea, kafundisha kuandika, ameangalia sasa mimi naendelea kutamka kama zamani. Tunaendelea mpaka leo. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho nilinotice afu nikasema ndo maana kwa tofauti. Okay. Yeah. Okay. Nadhani hii ni kitu kizuri ambacho tumekipick up leo, kwa sababu binafsi kwa uzoefu wangu au safari yangu ya kujifunza Kifaransa nikilinganisha na mtu ambaye alikuja akajifunza Kifaransa bila kupita darasani ile, naona wale wana lafudhi fulani tofauti na ambayo inakaribiana sana na Mfaransa
kuliko mimi, kwa sababu mimi najaribu, kuna maneno mengine nayaongea lakini nayaangalia kwanza yameandikwaje, kuliko kutamka neno kwa sababu ndio linavyotamkwa. Achana na kuandika, kwa sababu nahisi binadamu anaanza kuongea kwanza kabla ya kuandika. Ni natural process. Ndo kule kwetu kule ndo tunafuata unayoita natural process. Lakini toka kata watoto creation sida chini pale wanajifunza kuandika na kutamka, na unatamka hivi, unamrekebisha, naandika hivyo, tamka, yani matatizo yote yanakuwa corrected pale pale. Okay. Naishi. Sawa. Sasa pengine unadhani kuna fursa na nafasi gani kwa walimu wa Kiswahili kwa duniani sasa hivi? Kwa sasa hivi mimi naona fursa bado zipo, kwa sababu wewe mwenyewe ni mwenyekiti, unaona kuna demand pale, watu wanakuja bado wanaulizia walimu wa Kiswahili. Sawa. Wanataka kujifunza Kiswahili. Kwa hiyo na hisi fursa bado zipo, na kama kuna mtu anataka kuja kufaidika na hizi fursa, basi apite tu njia sahihi, atafute information sahihi, ajue jinsi gani anaweza akazipata. Lakini kwa upande wangu naona nafasi bado zipo na mahitaji bado yapo. Na kwa vijana ambao wangependa kuja kufundisha Kiswahili nje ya Tanzania au nje ya mipaka ya Afrika Mashariki, kuja Ufaransa au nchi nyingine za Ulaya au kwenda Marekani, ungependa kuwashauri nini? Kama wangependa, mimi ninachowashauri ni wajaribu bahati yao, waje wafundishe. Mimi kwa mfano, mimi nafundisha, lakini sijawahi kuwaza kwamba nakuja kufundisha Kiswahili hata siku moja. Okay. Nikuja nimesoma masomo yangu, nimemaliza, nikapata kazi yangu, nimefanya, ikatokea opportunity kama hiyo, nikajump, nikaitumia. Lakini okay. Kwa hiyo washauri nao wenzangu, kama wana ndoto za kufanya hicho kitu, wasisite, watafute tu information sahihi, wachangamkie fursa. Sawa. Na unadhani kuna jukwaa ambalo wamekusanyika wakufunzi wengi wa Kiswahili duniani ambao linaweza likawa sehemu sahihi ya watu wengine kupitia humo kupata maelezo au kufahamu ni namna gani wanaweza kaenda katika nchi husika kwenda kufundisha Kiswahili? Sidhani kama inawezekana lipo, lakini mimi sifahamu jukwaa rasmi. Lakini mtu mwingine anaweza akaingia tu kwenye social media, akaona watu ambao wanafanya hizo shughuli, akawa contact, wakawasiliana, sema umenipa wazo, pengine ni wakati mzuri wa kuanzisha platform ya wakufunza Kiswahili pia. Sawa. Ili wasaidie wengine ambao wanahitaji kufundisha Kiswahili. Itakuwa kitu kizuri sana. Itakuwa kitu kizuri. Yeah. Na wewe kwa mfano kama mtu leo anayekuangalia hapa angependa bwana Fred Maganga ni mtu ambaye mimi ningependa kuwasiliana naye kupata maelezo zaidi, ungeweza kumwambia akutafute kwa njia gani? Mimi ningependelea barua pepe, nadhani unaweza ukaiattach chini ya hii episode. Yeah. Sawa. Basi maelezo ya mwalimu wetu engineer Fred Maganga tunaweza tukayapata chini ya episode hii, ili uweze kuwasiliana naye kama unahitaji maelezo zaidi na namna gani ambao wewe unakuja pia kuja kufaidika na kufundisha Kiswahili au kufanya mafunzo ya Kiswahili. Sasa pengine kitu cha mwisho, kwanza ngoma iko kwa muda mrefu inachungulia. Pengine kitu cha mwisho ni una ushauri gani kwa serikali pamoja na sekta ambazo zinahusika moja kwa moja na Kiswahili au kubidhaisha Kiswahili kwa nchi kama Tanzania? Una ushauri gani kwao, namna gani ya kuweza kusaidia walimu ambao wako nje, lakini pia kurahisisha zaidi kubidhaisha Kiswahili duniani, ambapo kazi kubwa ambayo mnaifanya nyinyi kama tunaweza kusema ni foot soldiers au watu ambao mko mstari wa mbele katika kubidhaisha Kiswahili? Mimi nachoweza kushauri ni kwamba serikali ingerasimisha tu kwamba wangeandaa wakufunzi rasmi. Tunajua wapo pale University of Dar es Salaam, watu wanasoma lugha na nini, wapo. Kama sehemu wanahitajika wakufunzi, wangetoka kabisa, wangetafuta namna wawasiliane na serikali ya Ufaransa au serikali ya nchi nyingine na nini,
wawalete au wakufunzi wawe kama waajiriwa rasmi kabisa na mikataba ambayo imenyoka tu vizuri, iwe full time job yao ni kufundisha Kiswahili. Nadhani ingekuwa vizuri zaidi. Kwanza ingetoa na fursa ya ajira kwa wale ndugu zetu wa nyumbani. Alafu ni watu ambao wamespecialize kwenye kufundisha Kiswahili, ingekuwa vizuri zaidi. Kwa mfano mtu kama mimi nimesoma zangu Telecom. Hii fursa ya Kiswahili nimedandia tu. It works. Lakini nisipokuwa binafsi ningependa kwamba ndugu zetu wale waliosoma Kiswahili kabisa, wamespecialize, wangezipata hizi fursa, waje huku wafundishe full time Kiswahili, hiyo ndo kazi yao. Nadhani ingekuwa jambo zuri zaidi. Okay. Lakini hudhani kuwa mahitaji ni mengi kuliko idadi ya walimu ambao wanatoka kwenye vyuo kama vya Tanzania? Mahitaji sasa kama ni mengi kiasi hicho. Umeona? Sema huku kinachotokea ni kwamba kuna uhaba wa watu ambao ni native wanaongea Kiswahili. Iko cha kwanza. Ukiangalia kama Ufaransa hakuna Watanzania wengi sana. Okay. Ukilinganisha na nchi kama Sweden au Uingereza. Kwa hiyo hicho ndo kinafanya kama vile kuonekane kama demand ni kubwa sana. Okay. Lakini sidhani kama demand ni kubwa kivile kiasi hicho. Okay. Alafu lugha ni kozi mtu anayesoma ukuta anasoma masaa 2 kwa wiki au masaa 4 kwa wiki. Sawa. Sio kila kitu ambacho tutamfundisha asubuhi mpaka jioni, si kweli. Okay. Kwa hiyo hapo ndo changamoto inapokuja. Kwa hiyo kama angekuwa mwalimu rasmi anafundisha madarasa yake labda Jumatatu au mpaka Ijumaa, anafundisha madarasa labda 5 au 6 tofauti, ingekuwa mara 2 kwa wiki, angekuwa yule mwalimu ana full time job. Okay. Na kazi yake amespecialize kabisa kwenye kufundisha Kiswahili. So, lakini pengine swali lingine, najua lugha nyingi ukienda kusoma wana levels. Kwa mfano Kifaransa unakuta una A1, A2 na B1, B2. Yeah. Kiswahili kina ngazi hivyo, kina ngazi. Na ziko rasmi kabisa, zimetambulika na zimewekwa na BAKITA, au ni kitu ambacho kiko kwenye pipeline? Sasa kwa kule chuoni tunakofundisha sisi kuna vigezo na kuna ngazi. Wanafunzi lazima amepita hichi, anaweza kufanya hichi, anatoka level 1 kwenda level ya 2. Okay. Kwa hiyo kitu kipo. Na chuo, hata hiki chuo cha enao kwa hapa ambao ndo yule mwalimu wenzangu anafundisha hapo, hivyo pia kuna level ya 1, ya 2 mpaka ya 3. Okay. Umeona? Na tumejaribu kuadapt the same system, tunawafundisha wanafunzi wakija balozini. Na hizi levels na ngazi tunazongea ni standard au ni ambazo nyinyi mmezitengeneza kutokana na namna mnavyofundisha wanafunzi? Kwa mfano pale chuoni nimekuta ndo standardi zilizopo, ili mwanafunzi atoke level hii kwenda hii inabidi aweze kufanya hichi na hichi na hichi. Kwa hiyo nimeikuta tu pale, nimeadapt kwamba tunafanya hivi. Okay. Ili kuconsider mwanafunzi amefaulu kwenda level nyingine, anaweza kufanya hivi vitu hivi. Lakini kwenye makaratasi au kwenye convention international, sina taarifa rasmi kama ni kitu ambacho kinatambulika. Okay. Kwa sababu kuna kipindi nilikuwa nafahamu kunakuwa na mchakato wa kutengeneza ngazi mbalimbali za lugha Kiswahili. Yaani mtu awe na level gani au anajua nini kusema yeye ana level ya 1, level ya 2, level ya 3. Lakini sikuwa najua kama ni kitu ambacho kimeshatoka. Kwa hiyo pengine tunaweza tukaangalia kama ni kitu ambacho kiko tayari, kinaweza kusaidia kurahisisha. Kitasaidia kwa kweli, kitasaidia. Ila kwa sasa, mpaka sasa tunachotumia, mwongozo tunaotumia ni ule wa fundisha chuo kikuu. Okay. Hapa ambao ndo upo. Yeah. Okay, sawa. Asante sana Bwana Fred Maganga, nashukuru sana kwa kutupa mawili matatu juu ya Kiswahili, namna ambavyo kilivyo na umuhimu na kinavyobidhaishwa ughaibuni, especially katika nchi ya Ufaransa, ambao tumegundua kuwa sio tu lugha ambayo watu wanataka kujifunza for fun, ila ni lugha ambayo wanapenda kujifunza kwa sababu wanaenda kuifanyia kazi. Kwa mfano kama Bwana Fred alivyosema hapa, madiplomati ambao wanatoka Ufaransa kwenda katika nchi za Kiafrika wanatakiwa wajue lugha moja muhimu ya Kiafrika, na mara nyingi wanachagua Kiswahili kwa sababu ni lugha ambayo inaandikika, lakini pia
inasomeka. Kwa hiyo tuna vitu vingi ambavyo wanaweza wakajifunza. Hivyo basi, kama wewe unaongea Kiswahili, thamini lugha yako, jifunze vizuri kuongea lugha yako, lakini pia kutakuwa na fursa za wewe kuja kupata kipato kama utakwenda ughaibuni, kwani ughaibuni watu wengi wanapenda kujifunza lugha yako. Basi, asante sana kaka Freddy. Asante sana. Mimi nashukuru sana. Nashukuru uwepo wako pia. Asante sana, na hadi wakati mwingine tena, ili kwa Soga za Diaspora, nami naitwa Collins Mtita. Ciao.